fertility. Hapo ndio itakuwa vema. Fertility ni uwezo wa kupata mtoto. Na kama ni kwa mwanaume ni ukuwe na uwezo wa kupeana mimba. Kwa mwanamke ni uwezo wa kupata mimba. Si sawa? Now ukikosa huo uwezo, sasa ukikuja upande wa infertility. Huo upande nao tunaongelea, hii ni kutokuwa na uwezo wa kupata mtoto kwa muda wa mwaka mmoja. Sasa hiyo pia inafaa unaweka mstari, una underline. Uwezo wa kutokuwa na uwezo wa kupata mtoto kwa muda wa mwaka mmoja. Sio kwamba umepatana na mtu kwa muda mchache alafu hujapata mtoto alafu unaanza kusema uko infertile. Hapana. Ni lazima mkue ya kwamba umeonana na huyu mtu, na pia unafaa kuwa unaonana naye kila wakati. Si ati mtu anaishi mbali na wewe unaishi mbali, alafu mmekuwa mnatafuta mtoto, mnaonana kwa mfano mara moja kwa mwezi, alafu unasema kwamba uko na infertility. Hapana. Lazima mnaonana kwa kila mara, ambapo tunasema kwa wiki inaweza kuwa kama mara 3. Na ni lazima ikue kwa muda wa mwaka mmoja. Na hii pia huwa tunachunguza kwa umri. Hauwezi sema kwamba kiwango ambayo huwa tunataka kujua mtu mwenye ako na infertility ama hana uwezo wa kupata mtoto, lazima tunaangalia umri. Mtu yote ambaye ako chini ya umri wa miaka 35 tunapeana muda wa mwaka. Under 35. Under 35. You check the timing within 1 year. Alafu ule ambaye ana uwezo na ako zaidi ya umri wa miaka 35, we do it within 6 months. Sasa inakuwa nusu ya mwaka. Ili kama kuna shida yote ambayo iko, inafaa ijulikane na isuluhishe mapema, kwa sababu huyu ni mtu ambaye anaelekea menopause. Sasa the earlier the better. Yeah. Hiyo ndio naweza sema kama introduction ya infertility. Kwanza